Karibu Jesus Power Miracle Center, Sombetini, Arusha, kwa Askofu Mkuu Danstan Maboya na mchungaji kiongozi Bishop Dr. Jennifer Cormack. Karibu. Wale wanaotusikiliza kwa njia ya Yawe FM 104.9, watembelee na wale wanaotusikiliza kwa njia ya YouTube pamoja na Facebook. Kutana nao Bwana, wafungue na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jesus. 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 Amen. Ninawakaribisha wote katika ibada hii nzuri kabisa kutoka kanisa la Jesus Power Miracle Center, na kukaribisha wewe ambao unatusikiliza kwa njia ya Yawe FM 104.9. Ninakukaribisha na wewe unayetusikiliza kwa njia ya Facebook pamoja na YouTube. Karibu sana katika ibada hii ya Evening Glory inayoletwa kwenu na kanisa la Jesus Power Miracle Center. Ninaamini kabisa kwamba Mungu ana umbali, na ninaamini kabisa kwamba tunapoomba mahali hapa, nguvu za Roho Mtakatifu zinashuka mahali uliko na Mungu anakutembelea. Haleluya. Lakini pia nataka nikukumbushe kwa habari ya ibada kuu tutakayofanya siku ya Jumapili katika kanisa la Jesus Power. Tutakuwa tuna ibada ya uponyaji ambayo itafanyika kwenye ile ibada yetu ya saa 12 kamili asubuhi, lakini pia itafanyika katika ile ibada yetu ya pili ambayo inaanza saa 4 kasoro robo. Kwa hiyo karibu sana katika kanisa la Jesus Power, na wewe ambao unasikia tangazo hili, basi hakikisha kwamba unamwambia na mwingine. Itakuwa ni ibada ya tofauti, na Jumapili iliyopita pia tulikuwa tuna ibada ya uponyaji, na tukaona jinsi na namna ambavyo Mungu aliwatendea wema watu wake. Haleluya. Bado tuko katika operation kuondoa magonjwa. Tunataka tuhakikishe magonjwa yote yanaisha katikati yetu, na sio yanaisha sasa hivi, kwa sababu Biblia inasema kwamba mbinguni kuna mabakuli ya maombi. Kwa hiyo tunachoomba, tunaomba kwamba ugonjwa uondoke kwetu milele, sio leo tu, lakini siku zilizobaki za maisha yetu, basi tusiwe watu wa kuumwa, maana inawezekana. Biblia inasema yote yanawezekana kwake aminie. Nasi tunaamini katika neno lake kwamba alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Na kwa sababu alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, na hicho ndicho tunachoamini na kile tunachokiamini kwamba tunaweza katika miaka iliyobaki. Kwa hiyo unanisikiliza, inaweza ikawa una miaka 50, bado una miaka 50 mbele yako. Inaweza ikawa una miaka 80, basi bado una miaka 20 mbele yako. Katika huo muda wako unaweza kuwa na miaka 20, basi bado una miaka 80 mbele yako. Tunachotaka kujaribu kutengeneza ni uponyaji udumuo, kwa maana Mungu kile anachokifanya hakifanyi temporarily, anakifanya kiweze kudumu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapokiri kwamba kwa kupigwa kwake Bwana Yesu sisi tumepona, tunakiri kitu ambacho kilishafanyika, na yeye ameketi, hana chochote anachoweza kukifanya, bali anataka sisi tuweze kufanya. Ndio maana anasema kwamba tulishinda kwa upanga wa kinywa chetu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ametupa upanga katika kinywa, na upanga huo aliotupa kwenye kinywa ndio huo tunaoutumia sasa kuendelea kukiri uzima, kuendelea kukiri ufufuo wa vile vitu vilivyoharibika katika miili yetu, na kutangaza, kuendelea kutangaza, haleluya, kutangaza mauti yake hata ajapo kwamba kwa kufa kwake sisi ni wazima leo, maana alikuja tuwe na huo uzima na kisha tuwe nao tele. Tukienda kwenye ile Zaburi ya 92 mstari wa 12 mpaka wa 14, anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni,
waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Mungu kuna neno ambalo anazungumza na mwili wake. Nikisema mwili wake maana yake kanisa, na nikizungumza kanisa sizungumzi masuala ya madhehebu, maana hapa ninajua kwamba watu wa madhehebu mbalimbali wananisikiliza. Kwa hiyo sizungumzi kwa habari ya kupandwa ndani ya kanisa la Jesus Power, bali ninakuzungumza kwa habari ya wewe kupandwa ndani ya kanisa hilo ambalo Mungu amekuchagulia. Anasema mwenye haki. Haleluya. Tuliangalia katika wiki iliyopita na ile wiki iliyopita kwamba anayepania uadilifu na huruma ataishi maisha marefu ya kuheshimiwa. Sasa hapa tunaona Mungu anazungumza uadilifu ni haki. Haleluya. Uadilifu ni neno lingine la haki. Unaweza ukazungumza haki au unaweza ukazungumza uadilifu. Anasema mwenye haki au mwenye uadilifu atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Mungu kuna watu ambaye anazungumza watastawi, kwa sababu ni Mungu aliyesema kwamba msiache kukutanika pamoja kila siku itwapo leo. Kwa hiyo kusudi la Mungu, anataka watu wake waweze kutanika, kwa sababu sisi ni mwili. Haleluya. Kwa sababu sisi ni mwili mmoja, ina maana sisi ni viungo vya kusaidiana. Ndio maana Mungu anataka tukusanyike. Tunajua kuna anointing ambayo inaweza ikashuka ndani ya mtu mmoja, lakini kuna kitu kinachoitwa cooperative anointing. Ina maana ili uweze kukutana nayo ni lazima uweze kuweko katika kusanyiko. Sasa hapa anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Kumbuka Daudi alisema kwamba nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Ina maana kwamba tunapozungumza kwenda nyumbani mwa Bwana, sio kitu ambacho unaweza ukaamua kwamba mimi leo ninataka kwenda nyumbani kwa Bwana, mimi kesho sijisikii. Yaani haina masuala ya hisia ndani, haina masuala ya emotions ndani. Ni masuala ya kuamua kwamba mimi nitakuwa kama mtende, nitakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Mimi nitahakikisha kwamba nimepandwa. Haleluya. Nimepandwa katika nyumba ya Bwana. Yaani kupandwa katika nyumba ya Bwana ni lazima wewe ukubali, kwa sababu Mungu anaweza kukupanda na wewe ukajing'oa. Haleluya. Na hiyo inatokea mara nyingi, na tunaweza tukapata ushahidi. Mtu anakuja mahali hapa anasema kwamba mimi nilikuwa ninaomba Mungu anielekeze mahali pa kusali, ni Mungu akanionyesha, akaniambia ni hapa, lakini baada ya muda humuoni. Ameenda wapi kama ni Mungu alikuwa amemwonyesha? Ina maana alipandwa lakini akajing'oa. Sasa Mungu katika wale watu ambao wamepandwa, wale watu ambao ni waaminifu mbele za Bwana, wale watu ambao wamesimama sawasawa na neno lake, maana anasema ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Anasema kwa habari ya watu hao, anasema kwamba waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Cha kwanza, watastawi kimaisha, watastawi, watakuwa na afya, watastawi, watakuwa na uzima. Haleluya. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Haleluya. Kumbuka kwamba matunda ndio yanayotupa sisi kibali cha kuchukua kitu kwa Bwana. Haleluya. Leo nikijisikia vibaya, ina maana nikienda Mungu nitamwambia Mungu, kumbuka ninavyokutumikia. Angalia ninavyosogea mbele zako. Niko nyumbani kwako mchana, niko nyumbani kwako jioni, niko nyumbani kwako usiku. Haleluya. Hapa ina maana kwamba katika kile ninachokifanya, yale matunda yanayozaliwa ndio hicho ninachoweza kukipeleka mbele za Bwana. Kwa maana anasema sio nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, muende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote mumuombalo Baba kwa jina langu mpate kupewa. Kuna vitu katika maisha yako ya kuomba, maisha yako ya kufunga, maisha yako ya kumtafuta Bwana, hautakaa uvipate katika maisha yako na miaka itasogea, kwa sababu hauna tunda la kununua kile unachokitaka. Maana anasema matunda yangu ni zaidi ya fedha teule. Anasema waliopandwa katika nyumba za Bwana watastawi
katika nyua za Mungu wetu watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Kama umekaa na mzee karibu yako, mwambie kwamba Mungu anasema uzae matunda hadi wakati wa uzee. Yaani usiniambie mimi sasa ni mzee siwezi kuzaa matunda. Maana yake ukianza kusema kwamba mimi ni mzee siwezi kuendelea kuzaa matunda, maana yake unasema kwamba Mungu aache kukupa haja ya moyo wako, kwa sababu anasema niliwachagua mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote mumuombalo Baba kwa jina langu apate kuwapa. Kwa hiyo kama umefika mahala pa kuamua kuacha kuzaa matunda, ina maana umeamua kwamba Mungu asikupe haja ya moyo wako. Haleluya. Nitarudia tena. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu. Haleluya. Utomvu, nafikiri unajua mti ambayo uko hai, mti wote ambao uko hai ukiukata utakuta una utomvu kama maziwa. Anasema watajaa utomvu, hawatakauka magoti, hawatakauka viuno, hawatakauka, mifupa yao haitakauka, watakuwa na utomvu. Nipige tu mawe lakini naongea kweli. Anasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Haleluya. Unataka kuwa na ubichi. Haleluya. Hautaki kuwa mtu uliokauka. Unajua kuna miti iliyokauka, unaweza kukuta ni mti wa mpera, unakuta hii upande huu uko vizuri, upande huu umekauka. Mungu anasema hapana, wewe utakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Kumbuka tunaangalia, tuko katika operation kuondoa magonjwa. Haleluya. Anasema utakuwa kama mti uliopandwa, haleluya, kando ya maji. Haleluya. Anasema utastawi, utakuwa kama mtende. Haleluya. Mtende unatende hauna msimu. Ikimalizika hizi zimetoka zingine, zikimalizika hizi zimetoka zingine. Anasema mwenye haki atakuwa kama mtende. Mtende hauna msimu, mtende hauna kiangazi, mtende hauna masika. Haleluya. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Ni lazima uweze kufika mahala ujue kwamba hivi kweli mimi nimepandwa. Maana kuna tofauti ya kuja na kupandwa. Kanisani kwako unanisikiliza, una uhakika umepandwa. Haleluya. Umepandwa kwenye hiyo madhabahu, umepandwa kwenye hiyo nyumba ya Bwana, na una haki ya kudai haki zako zile ambazo zimeandikwa mahali hapa, kwamba mpaka unapofika mahali pa uzee bado mwili wako unatoa utomvu. Nilikuwa ninaongea na mtu leo baada ya kumaliza lunch hour. Nimeongea naye kwenye simu mpaka simu ikapata moto karibu lisali 1.5. Alikuwa na tatizo ambalo likubwa sana, na akaniambia kwamba mchungaji, ninataka nirudi nifanye kazi ya Mungu. Inaweza ikawa kuna wakati yuko nyuma nilikuwa ninachoka, lakini nikiangalia mahali Mungu amenitoa, mahali nimefika, na najua hichi kilichobaki anakwenda kukimaliza. Nitakaporudi kusimama kwenye nafasi yangu, nitafanya kazi ya Mungu kama vile hakuna kesho, manake ninajua nimepewa nafasi nyingine. Haleluya. Akaongea, akaelezea, akasema ninajua kwamba Mungu anazungumza na mimi, ninajua kwamba Mungu ananifundisha. Akanambia nilikuwa kweli nimefika mahala nilikuwa hata siwezi kugeuka kitandani. Sasa nikaanza kugeuka kitandani. Nilikuwa siwezi kutembea, nikaanza kutembea. Nilikuwa hata nikija kanisani nikifika, nikiambiwa nipande kule gorofani, siwezi kupanda zile ngazi, labda mtu anishike anisaidie, lakini mimi mwenyewe siwezi. Lakini sasa hivi ninaweza kupanda. Kwa hiyo ninajua kuna kitu Mungu ananifundisha. Kuna wakati kweli nilifanya kazi ya Mungu, lakini huku ndani nilikuwa nina manunguniko, huku ndani nilikuwa naona kama kuna vitu labda vijakaa sawa. Lakini sasa hivi namlilia Mungu usiku na mchana, anipe tu nafasi tena niweze kurudi kwenye hiyo nafasi.
Kwa sababu gani? Amefika mahali ametambua kwamba unapopandwa katika nyumba ya Bwana, kwamba wewe ni mtendakazi wa kuzaa matunda, na kama wewe ni mtendakazi wa kuzaa matunda, basi utastawi katika nyua za Mungu wetu, utazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi, na wewe unatakiwa upanie kuwa na ubichi uzeeni, unatakiwa upanie kuwa na utomvu uzeeni, unatakiwa upanie, haleluya, upanie kabisa kwamba utaishi maisha yako kwa ushindi. Nimeangalia jinsi ambavyo watu wanapita katika mapito mbalimbali. Yaani mtu unapita kwenye mapito magumu, unafika mahala mpaka unalia, unamwambia Mungu, naomba unisaidie. Ulimwambia Ibrahim kwamba atakuwa na uzee mwema, haleluya. Utampa maisha marefu, utakuwa na uzee mwema, na katika uzee mwema hakuna magonjwa ndani yake. Mungu nisaidie kwamba nimalize uzee wangu kwa amani, nisimalize uzee wangu niko kitandani navalishwa pampers, nisimalize uzee wangu ninapita katika mateso. Ndio maana tunatumika, ndio maana tuko nyumbani mwa Bwana mpaka usiku, ndio maana mchana tuko mahali hapa, hatuchoki, hatulalamiki, kwa sababu Mungu ametuita tukatende kazi, tukasimame kwenye nafasi. Haleluya. Kwa sababu leo tuna nguvu, tunaweza tukawa tunakimbizana na kazi, lakini Mungu anataka nini? Anataka tupandwe kwenye nyumba yake. Anasema tusiache kukutanika pamoja kila siku itwapo leo, lakini niko busy, na Mungu anakuangalia tu. Hauna matunda ya kuweza kupata majibu unayotaka. Ghafla mwili wako unaanza kusumbua, unalala po kitandani, unasema hata wajaja kunitembelea. Nani akutembelea na wewe ulikuwa uko busy? Haleluya. Nani akutembelea na wewe ulikuwa uko busy? Kwa sababu Mungu anaeleza, unless kama Mungu ni mwongo, lakini kama Mungu anasema kweli, na kama neno la Mungu ni kweli, na kama neno hili tunalolisoma ni la kweli, ni la Mungu, basi tufike mahala tufanye maamuzi tu kwamba mimi nitafanya kazi ya Mungu. Hata kama kuna vitu naona vijakaa sawa, bado nitafanya kazi ya Mungu, maanake simtumiki mwanadamu. Yuko Mungu aliyenichora kwenye kiganja cha mkono wake. Yuko Mungu anayetengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Yuko Mungu anayeweza kufanya mwili wangu ukajaa utomvu, mwili wangu ukawa mbichi mpaka uzeeni. Yuko huyu Mungu. Huyu Mungu ndio tunayemtafuta. Huyu Mungu ndio tunayetaka kusikia habari zake, maana huyu Mungu ndio uhai wetu uko kwake. Haleluya. Watu wengi wanafika mahala pa kukosa matunda ya kuwatetea, kwa sababu kuna mahali waliumia, na walipofika mahali pa kuumia, kuna kitu wakakipoteza, wakakosa fedha teule ambaye ni matunda ya Roho Mtakatifu katika kazi ya kuvuna roho za watu. Muulize jirani yako, lini mara yako ya mwisho uliomba kwa ajili ya roho za watu ziokoke? Au kila siku, Mungu nifanikishe biashara yangu, Mungu nifanikishe hichi, Mungu nipe hichi, Mungu nipe hichi. Lini uliomba kwa ajili ya kile unachotakiwa ukiombee? Maana kitu tunachotakiwa kukiombea ni roho za watu. Lini roho yako ililia huku ndani kwamba Mungu, ninaomba ukawaokoe watu, ukawalete watu, ukaokoe roho zao, ukawafungue? Wamefungwa na ibilisi, wako kwenye mashimo, hakuna wa kusema rudisha. Mungu, mimi ninawarudisha kwenye hao mashimo. Lini uliomba maombi hayo? Lakini ndio kazi tulioitiwa. Biblia inasema hayo mengine yote ni mengineo. Ni mengineo hayo mengine yote. Haleluya. Hayo mengine yote unayoyawaza ni mengineo. Haleluya. Anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee.
Mimi binafsi yangu ninatamani nizae matunda hadi uzeeni. Haleluya. Hata nikifika mahala nimezeeka kabisa na miaka 100 siwezi kutembea, basi niweke kasimu kangu hapo mbele, nirushe ujumbe wa kumwokoa mtu mahala. Na sasa hivi ninahubiri hata nikiwa nyumbani kwangu, sinabonyeza tu na kuongea, vyote vinawezekana. Hebu tamani kumtumikia Mungu, hebu tamani kusema kitu kwa ajili ya roho zilizoko kule nje. Hebu tamani hata kama utaokoa mtu mmoja katika mwezi, hilo ni tunda ambalo tunda hilo likikaa, kuna siku litakuwa fedha teule, kuna siku litakupa majibu. Maana anasema hayo matunda yatakapokaa, omba lolote nawe uweze kupata. Huwezi kuomba lolote, kuna vitu utaomba utapata, lakini huwezi kuomba lolote kama hauna matunda. Nikizungumza kwa habari ya matunda, mtu anasema huyu mtu anataka kanisa lijae. Kanisa litajazwa na Mungu, haleluya. Lakini wewe unahitaji tunda, ili unapokutana na dhoruba, huyu Mungu akakusikie, ili uweze kumwambia kumbuka. Ezekiel akuhangaika na Isaya. Isaya alikuwa nabii. Isaya alileta ujumbe na ulikuwa sahihi. Alikuwa pepo limemvamia Isaya, lakini Ezekiel akuhangaika. Ezekiel alimwambia sawa, nimekusikia. Karibu Jesus Power Miracle Center, Sombetini, Arusha, kwa Askofu Mkuu Danstan Maboya na mchungaji kiongozi Bishop Dr. Jennifer Comack. Karibu Jesus Power Miracle Center, Sombetini, Arusha, kwa Askofu Mkuu Danstan Maboya na mchungaji kiongozi Bishop Dr. Jennifer Comack. Karibu Jesus. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Haleluya. Mungu anakujua, maana umechorwa kwenye kiganja chake. Anasema maana nayajua mawazo, ninajua mawazo ninayowawazia. Kuna wazo la Mungu juu yako, lakini ili wazo la Mungu liweze kuwa juu yako, anasema mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Haleluya. Kumtafuta Mungu kwa moyo wote, mwambie jirani yako kuna gharama. Kuna gharama. Sasa hivi nauli zimepanda bei, kuna gharama. Kwamba ile hela ambayo ulikuwa ufanyia kitu kingine, bajeti yako ilikuwa hii, ghafla bajeti yako imekuwa mara 2 kwa sababu nauli zimepanda. Ndiyo Mungu anasema mtafute elimu, simwache ende zake kwa gharama. Anasema kwa gharama yako yote, uza chochote upate elimu. Hazungumzi elimu ya chuo kikuu, anazungumza elimu ya Mungu. Kwa hiyo elimu ya Mungu tunaitafuta kwa gharama. Haleluya. Hata hapa tunarusha kwenye redio, ukiangalia mitambo iliyoko huko ni mamilioni ya fedha, ni pesa zinajenga manyumba, unaweza ukafanyia biashara ukapata kodi yako, ni gharama. Lakini ni gharama ya kuhakikisha roho za watu zinaokoka. Anasema maana nayajua mawazo. Mungu anawaza juu yako, na anachowaza juu yako ni chema. Anachowaza juu yako ni kitu kizuri, anakuwazia yaliyo mema. Anasema ninawazia ninyi, haleluya, maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, si ya mabaya. Ina maana yakija mabaya, kuna mahali tulitoka. Haleluya. Tulitoka kwenye reli, ndio maana kuna mabaya. Maana tukiweza kukaa kwenye reli, ina maana mbawa zake zinatufunika. Anasema anatufunika kama vile kuku anavyofunika vifaranga vyake. Kuna wakati mioyo yetu inachafuka, tunatoka kwenye reli, alafu mabaya yanapata nafasi. Anasema kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Haleluya. Ndio maana hapo juu nikasema watazama matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Haleluya. Anasema hapa anasema ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwenye uzee,
Unajua tunatengeneza uzee mwema hapa, sijui kama unanielewa. Tunatengeneza uzee ambao hauna magonjwa ya kiuno. Tunatengeneza uzee ambao hauna magonjwa ya mgongo. Tunatengeneza uzee ambao hauna magonjwa ya miguu, lakini kwa gharama ya kuzaa matunda. Ndivyo neno lake linatuambia kwenye Zaburi ya 92. Kuna gharama. Haleluya. Biblia inasema mtu anapotaka kujenga nyumba, angalie gharama, pige mahesabu anaweza. Na nyumba, Mungu anasema nini? Anasema sisi ni nyumba ya mawe. Nyinyi ni makuhani, watu wa milki ya Mungu, mmetengenezwa kuwa nyumba ya mawe. Tunajenga nyumba ya mawe, na Mungu anataka tuangalie gharama ya kujenga hiyo nyumba. Gharama ya kujenga hizo nyumba ambazo ni roho za watu, kuhakikisha zimeketi, zimesimama, ili tuweze kutengeneza uzee mwema. Anasema siku za mwisho mtastawi, mtakuwa kama mtende, mtakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, mtatoa utomvu, mtakuwa na ubichi mpaka uzeeni. Mwambie jirani yako hakuna kukauka hapa. Na kama umekauka, unaweza bado kusimama. Bado unaweza kuamua kwamba unajua kwa Mungu it is never too late. Kwa Mungu hakunaga kuchelewa. Kwa Mungu kuchelewa hakupa. Kwa hiyo unaweza kuamua kwamba mimi leo nimeamua kunyanyuka. Mimi leo nimeamua kusimama. Mimi leo nimeamua kuanza. Jamani, Caleb alianza na miaka 80. Akamwambia Joshua, usinisumbue. Nilikuwa na miaka 40, leo na miaka 85. Nguvu ile ile, kwa sababu anayekupa nguvu ni Mungu. Ndio maana anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akisha shuka kwako, maana yake una nguvu. Una nguvu za kiroho, una nguvu za kimwili. Kwa maana ni yeye ndiye anayehuisha. Tunarudi pale pale kwenye Warumi 8:11. Ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu anakaa ndani yako, atauisha mwili wako uliokuwa katika hali ya kufa. Ina maana tunazihitaji hizi nguvu zishuke juu yetu, zitende kazi ndani yetu. Haleluya. Anasema maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, sio ya mabaya. Mungu hatuwazii mabaya hata dakika moja. Mungu hatuwazii mabaya hata sekunde moja. Anayetuwazia mabaya na kututegea mitego ni Ibilisi. Lakini Mungu hatuwazii mabaya. Na hata Ibilisi akitega hiyo mitego, Mungu anasema kuna mlango wa kutokea. Maana kila jaribu lina mlango wa kutokea. Anasema tu nitafute kwa bidii. Utakaponitafuta kwa bidii utaniona. Ndivyo anavyotuambia. Haleluya. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mwambie jirani yako, Mungu anasema atakusikiliza. Rudia kwa sauti, Mungu anakwenda kukusikiliza. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kuna kumuita, anasikiliza, lakini pia kuna kumtafuta. Ndio maana kumuita utamuita ukiwa nyumbani kwako, lakini kumtafuta utachukua hatua. Haleluya. Kwa hiyo unaposema tunamtafuta, maana yake utachukua hatua ya kumtafuta. Utaenda nyumbani mwa Bwana. Maana kuna wakati nimekwambia unahitaji corporate anointing. Unahitaji ile nguvu ambayo inashuka mahali ambapo kuna watu wengi. Ile nguvu ya kwako na nguvu ya mahali kuna watu wengi wa Mungu ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Anasema nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo niliwafanya mchukuliwe mateka. Kwa hiyo kumbe kuna wakati Mungu anaamua kuacha tu, anaangalia unachukuliwa mateka.
Unachukuliwa mateka na kisukari, unachukuliwa mateka na kansa, unajichukuliwa mateka na magonjwa yote ya huko duniani na majina yake. Lakini Mungu anasema mtakaponiita, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nitaonekana kwenu, nami nitawarudisha kutoka mahali pale ambapo ni mimi niliacha mkachukuliwa mateka. Haleluya. Basi kwa maneno hayo nataka uweze kusimama, twende tukamuombe Mungu. Haleluya. Sema, Mungu, nimelisikia neno lako nami nimelipenda. Ninaomba Bwana, ninaomba Mungu, jioni ya leo ukashuke tena kwangu. Niko tayari. Ninajua kila siku nasema niko tayari, lakini leo niko tayari. Niko tayari kukutafuta, niko tayari kukuita, niko tayari Bwana. Hebu sema na Mungu kwa maneno ya kinywa chako kabla sijaleta pointi za maombi za leo. Hebu zungumza tu na Mungu, mwambie niko tayari kwa kweli. Roho Mtakatifu nisaidie tu, maana ninataka nitengeneze uzee wangu. Sitaki kuvalishwa pampa uzeeni, sitaki kugeuzwa hapo kitandani mpaka natoka wadudu, sitaki. Hebu zungumza tu na Mungu, mwambie Bwana niko tayari. Roho Mtakatifu wewe ni rafiki yangu tena ni msaidizi, nielekeze cha kufanya, nielekeze kile kinipasacho kufanya. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, hakika atakuelekeza. Mwambie niko tayari, mwambie niko tayari, mwambie niko tayari, maana nataka nifanane na mtende, ninataka nifanane na mwerezi wa Lebanoni, ninataka niwe na utomvu na ubichi mpaka uzeeni. Baba nisaidie, mwambie Mungu nisaidie, niwezeshe kuzaa matunda, maana ni hicho peke yake ulichoniitia, ulinichagua kwa ajili ya kuzaa matunda. Nisaidie Bwana, nisaidie Mungu. Rika saikoromosaka rababayanto robosika rimamayanta ramasaira rabosirianto robosaka rabayanta rababayanda rababasika rabosirianta ramasaka rabayanta rababayanda rababasika rabosirianto robosaka rabayanta. Ninataka useme na Mungu unayenisikiliza kwa njia ya FM 104.9, wewe unayenisikiliza kwa njia ya Facebook na YouTube, wewe unayenisikiliza kwa njia ya WhatsApp ya kanisa la Jesus Power Miracle Center, ninataka wote katika jina la Yesu, wote muombe, mwende mbele za Bwana. Mwambie Bwana niko tayari, nisaidie Bwana, maana hapa Mungu anasema hata uzeeni utazaa matunda. Mwambie Mungu nisaidie na mimi niweze kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Robo sirianta ramasaka rababayanto robosika ramamasaira rababayanto robosaka robo sirianto robosika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utaendelea na hiyo toba ukifika nyumbani jioni. Sema Mungu, Mungu baba yangu, nipake mafuta kichwani kwangu, nipake mafuta kichwani kwangu, mafuta ya utumishi mkuu na wito ulioweka ndani yangu. Haya, anza kuomba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Anza kuomba katika jina la Yesu, anza kuomba katika jina la Yesu Kristo, anza kuomba kwa ajili ya hilo, maana hilo linaweza likawa ndo chanzo cha tatizo ulilo nalo. Alafu tutaenda kwenye sasa kwenye pointi tunazotakiwa kuomba katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nipake mafuta, nipake mafuta mabichi ya wa ule wito ulioweka ndani yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama ulivyo tumia Kalebu kanitumia na mimi. Na wewe ambao uko hapo nyumbani unajiona ni mzee, ninataka ubadilishe kuona kwako, ubadilishe kufikiri kwako, badilisha hiyo nia yako ya ndani ili uweze kusimama na kile kuna kusudi la Mungu lililoachiliwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Rikanto robosika rabayanta rababayanto robosaka rabosirianto robosika rababayanta ramamasaka rabosirianto robosika ramamasaka rabayanto robosika rabayanta katika jina la Yesu. Amen. Sema Mungu, ninasimama sasa na Zaburi ya 6 mstari wa 2. Bwana unifadhili, maana ninanyauka. Bwana uniponye, mifupa yangu imefadhaika. Ayaanza kuomba kwa ajili ya hiyo mifupa yako katika jina la Yesu. Mwenyewe unajua unanyaukia wapi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ndio unajua unanyaukia wapi, kama unanyaukia kwenye ubongo, kama unanyaukia kwenye moyo, kama unanyaukia kwenye mikono, kama unanyaukia kwenye macho, kama unanyaukia kwenye mifupa, katika jina la Yesu Kristo mwambie Bwana unifadhili, maana ninanyauka katika jina la Yesu. Ninanyauka nami nataka
ninataka niwe mtende uliopandwa kando kando ya maji, niwe kama mwerezi wa Lebanoni katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, ninanyauka. Wewe ndio unajua mwili wako ulivyo. Kuna eneo unaliona linanyauka, kuna eneo unaliona linanyauka. Inaweza ikawa ni mishipa yako, inaweza ikawa ni misuli yako, inaweza ikawa ni uti wa mgongo. Mwambie Bwana, ninanyauka. Endelea kuomba, muite kama vile Bartimayo alivyoita, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Mwambie ni rehemu Bwana, ninanyauka katika jina la Yesu Kristo. Mwambie ni rehemu, ninanyauka, ni rehemu, ninanyauka, ni rehemu, ninanyauka. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Robo sirianto robo sika. Maana hapa hakuna cha kukemea. Kama ni Bwana aliacha ukachukuliwa mateka, hakuna cha kukemea. Hapa unamuita Mungu aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Unaingia kwa damu ya mwana kondoo, unaingia kwa damu. Anasema mtaingia madhabahuni kwangu kwa damu. Unaingia kwa damu ya Yesu, unaingia kwa damu ya Yesu. Unamwambia Baba, ninanyauka. Unamwambia Baba, ninanyauka, nisaidie Bwana, Baba, ninanyauka, ukanirehemu, ukanirehemu. Ninataka niwe na ubichi, ninataka niwe na utomvo. Bwana ukanirehemu, Bwana ukanirehemu. Rapasaka ramosika rikayando robosaka Rabayanta rababayanda rababayanto robosaka rabayanta ramayando robosika rababayanto robosaka robosirianto robosaka rabayanta rababayanto robosika ramasaka rabayanto robosika rikasaiko robosika ramamayanta rababayanto robosaka Kayando robosika ramayanta rababayanto robosaka rabayanto robosika rabayanto robosaka, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amina. Sema, nguvu yoyote inayotaka kuondoa maisha yangu kwa njia ya magonjwa, mimi sio mwanachama wako. Rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Tunaanza vita katika jina la Yesu. Kumbuka tuko kwenye operation ondoa magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anza kupambana na nguvu yoyote, kila nyoka, kila nge na nguvu zote za yule adui zinazotaka kuondoa maisha yako. Haijalishi zina jina gani, haijalishi zina jina gani, ziwe na jina ya kansa, ziwe na jina ya kisukari, ziwe na jina ya pressure, haijalishi kabisa zina jina gani. Anza kupambana na hiyo nguvu, anza kupambana nayo katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka nuru inang'aa gizani, na wala giza halikuiweza, giza halikuiweza. Ninasema giza halikuiweza. Pambana na hiyo nguvu inayetaka kukuondoa maishani, inayetaka kuondoa watoto wako, inayetaka kuondoa mama yako, inayetaka kuondoa baba yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Achilia makaa ya moto, achilia magari ya moto, achilia mishale ya moto, moto wa Roho Mtakatifu ukashuke kila upande juu ya nguvu yoyote, nguvu yoyote inayekushambulia, nguvu yoyote inayeshambulia watoto wako, nguvu yoyote inayeshambulia kanisa lako katika jina la Yesu, na kutaka kuondoa watu kwa njia ya magonjwa. Ninasema mene mene tekel na perez, mene mene tekel na perezi. Tunakataa, tunakataa, tunakataa. Tunasema toka, tunasema achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Toka, toka katika jina la Yesu. Toka, achia, toka, achia, toka, achia. Rapasaka ramosaka Rabayanta, Rababayanta Ramasaka, Rabayanto Robosika Ramamasaka, Rabayanta Rababayanda, Rababasika Rabosirianto Robosaka, Rabayanta Ramamasaka, Rabosirianto Robosika, Rabayanto Robosaka Ramamasaira, Rababayanto Robosika Ramamasika. Na achilia moto wa mvua, moto wa mvua, moto wa mvua, moto wa mvua Roho Mtakatifu, moto wa mvua, moto wa
wa mvua juu ya shambulizi lolote linalotaka kuondoa uhai wa yoyote aliyoko kwenye ibada hii. Ninaachilia moto wa mvua, ninaachilia moto wa mvua, ninaachilia moto wa mvua, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa jina la Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa jina la Yesu, moto ukashuke, moto ulao, moto ulao, moto ulao, ukashuke kwa magonjwa yote, ukashuke kwa maumivu yote, ukashuke kwa mateso yote, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Rikayanta Rabayanta Ramasaka Rababayando Robosika Ramamasaka Rabosirianto Robosaka Rababayanta Rababasika Rabosirianto Robosika Rikando Robosirianta Ramasaka Rababayanto Robosika. Kata katika jina la Yesu, kata magonjwa, kata nguvu yoyote ya giza kuchukua mtu yoyote kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, watoto wako, wazazi wako, katika jina la Yesu, kaka zako, dada zako, katika jina la Yesu. Kata, ninasema kata, ninasema kata, katika jina la Yesu. Biblia inasema walishinda kwa upanga wa vinywa vyao. Tumia hilo panga lilokuwa kwenye kinywa, tumia hilo panga, ninasema litumie hilo panga, panga lilokuwa kwenye kinywa chako. Kata 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 kata, chinja, haribu katika jina la Yesu. Kichinja hizo nguvu za giza katika jina la Yesu, zikate kate katika jina la Yesu. Kamata fimbo ya chuma, piga hizo nyoka kichwani, piga hizo nyoka kichwani, piga hizo ngezi kichwani, hizo ngezi zinazoleta mateso, zinazoleta maumivu, ninasema zipige, ninasema zipige, ninasema zipige, ninasema zipige katika jina la Yesu, ninasema zipige. Robosaka Rapayanto Robosika Rabayanta Ramasaka, tunazirudisha huko kwa aliyezituma, tunazirudisha huko kwa aliyezituma katika jina la Yesu Kristo, amen. Sema nguvu yoyote iliyopewa kazi ya kuiba afya yangu na kunichanganya kama tamoto katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu yoyote iliyopewa kazi katika jina la Yesu Kristo ya kuiba afya yako katika jina la Yesu na kukuchanganya katika jina la Yesu. Hiyo nguvu iliyopewa kazi ya kuchanganya, hayo mapepo yaliyopewa nguvu ya kuchanganya, hiyo falme na mamlaka iliyoachilia nguvu ya kukuchanganya, hiyo mizimu iliyopewa kazi ya kukuchanganya katika jina la Yesu. Hawanaji waliopewa nguvu ya kukuchanganya, hawachawi uko uchawini waliopewa nguvu ya kuchanganya, hawaganga waliopewa nguvu ya kukuchanganya katika jina la Yesu. Ninasema wapige, ninasema wapige kwa jina la Yesu, wapige katika jina la Yesu, wapige, ninasema wapige, ninasema wapige, ninasema wapige kwa jina la Yesu, wapige kwa jina la Yesu, wapige, ninasema wapige, ninatangaza wapige, ninasema wapige, ninasema wapige kwa jina la Yesu, wapige. Robosaka Rapayanto Robosaka Ramamayanto Robosika Ramasaka, na achilia moto, na achilia moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, moto wa jina la Yesu, na achilia moto juu ya mapepo waliopewa kazi, na achilia moto juu ya wanajimu waliopewa kazi, na achilia moto juu ya waganga na mizimu katika jina la Yesu iliyopewa kazi ya kuiba afya, ya kuiba uzima, ya kuiba uhai. Ninawapiga, ninawabomoa, ninawateketeza, ninawateketeza, nasema ninawateketeza kwa jina la Yesu, ninawateketeza. Rokobosaka Ramasaka Rabosirianto Robosika Rabayanta Ramasaka, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sema natangaza magonjwa yote ya muda mrefu kwenye mwili wangu
natangaza umekufa leo katika jina la Yesu. Tangaza una tatizo lolote kwenye mwili wako limekaa muda mrefu, lilaani, litamkie kifo katika jina la Yesu Kristo. Kama ni pressure katika jina la Yesu, kama ni vidonda vya H pylori kwenye tumbo lako, kama ni wadudu wa H pylori kwenye tumbo lako, katika jina la Yesu Kristo watangazie leo umekufa, watangazie leo umekufa katika jina la Yesu Kristo, watangazie leo umekufa. Ninasema vitangazie hivyo vidonda vya H pylori, maana visikia hata dawa za hospitali. Ninasema vitangazie umekufa, vilaani katika jina la Yesu. Alafu achilia moto kwenye hilo tumbo, achilia moto kwenye hilo tumbo. Unasumbuliwa na gesi, achilia moto wa Roho Mtakatifu, ule moto ulao ukapite kwenye hilo tumbo, ukapite kwenye hilo tumbo, moto ulao, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu ukapite kwenye hiyo miguu katika jina la Yesu. Yaambie katika jina la Yesu, mwambie wewe maumivu kwenye miguu yangu, ninatangaza umekufa, ninatangaza umekufa, ninatangaza umekufa. Rapasaka ramosaka rabayanta Rabayanta rabayanda rababayando robosika rabayanta ramamayanto robosika rababayanta rababayanto robosaka ramasaka rabayanto robosika ramamasaira rababayanto robosaka robosirianto robosika rabayanta rababayanto robosika rabayanta ramamayando robosika rikamayanto robosika ramamasaka rababayanto robosika ramamasika rababayanto robosaka rabosirianto robosika ramamasaka rababayanto robosaka robosirianto robosika katika jina la Yesu Kristo mwana mgole hai. Wote tuseme amen. Sema kwa moto na nguvu ya Roho Mtakatifu na jina la Yesu Kristo natangaza nimepona. Anza kujitangazia uponyaji. Na wewe unayenisikiliza, anza kujitangazia uponyaji. Ulikuwa uwezi kusimama, anza kusimama, anza kutembea. Ulikuwa umelala hapo uwezi kufanya chochote, nasema inuka. Ninasema inuka, anza kukagua mwili wako. Ulikuwa unaumwa na kichwa, tingisha hicho kichwa. Ulikuwa miguu inauma, anza kutembea katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu ndio natangaza, tunatangaza uponyaji juu yako, tunatangaza uzima ndani yako katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji mahali uliko, ninatangaza uzima ndani yako, ninatangaza uponyaji, ninatangaza uhai, ninatangaza hautakufa, utaishi kutangaza wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Natangaza uzima juu yako, natangaza uhai, natangaza uhai. Uwe hai katika jina la Yesu, uwe mzima katika jina la Yesu, uwe mzima kwa jina la Yesu, uwe mzima. Ninasema uwe hai, ninasema uwe hai katika jina la Yesu Kristo mwana mgole hai. Katika jina la Yesu Kristo, nenda na ukabarikiwe. Nenda na ukafanikiwe katika yote uyafanyayo. Mikono yako ikabarikiwe, mikono yako ikadhirike kwamba imebarikiwa. Waliobarikiwa wakakuite mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali kipya, pokea kibali kipya, pokea kibali kipya katika jina la Yesu. Wasaidizi wa hatima yako wakakutane na wewe katika njia yako katika jina la Yesu. Ninawaita wasaidizi wako kutoka magharibi, kutoka mashariki, kutoka kaskazini, kutoka kusini katika jina la Yesu. Ninasema ukakutane na msaidizi wako, akakusaidia kupata kazi, akakusaidia mtaji wa biashara, akakuunganishe na watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Ninaweka ukuta katikati yako na watu wabaya, ninaweka ukuta katikati yako na marafiki wabaya katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukafanikiwe, nenda na ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Baraka za Bwana zikadhirike juu yako, zikadhirike ndani yako katika jina la Yesu. Ninatangaza uzima, ninatangaza uhai, ninatangaza uzima, ninatangaza uhai katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukabarikiwe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi.
Haleluya, haleluya. Basi tuseme Zaburi ya 23, Bwana ndio mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamee waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwani wako ni ufalme na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi ya nguvu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu kwa kile alichokifanya. Haleluya. Ni wakati sasa wa kumtolea Bwana sadaka. Kwa hiyo unanisikiliza kwa njia ya mtandao, kumbuka kwamba kila mbegu ni mbegu ndani ya mbegu yake yenyewe, ndivyo neno linavyosema. Na kumbuka kwamba Ibrahim aliahidiwa mtoto miaka 20. Miaka yote 20 Mungu anakuja anamwambia, angalia mchanga, angalia nyota, angalia hichi, angalia kile. Mwaka wa 20 Ibrahim akapata ufunuo, akamtolea Bwana dhabihu. Alafu Mungu hapo akamwambia, mwakani majira kabla ya haya utapakata mtoto. Sadaka ina nguvu katika kile unachokitarajia kukipata mbele za Bwana, maana huwezi kuabudu pasipo sadaka. Ndio maana neno linasema hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kama hazina yako umeiweka kwa Mungu, lazima Mungu atakutendea. Kwa hiyo kamata sadaka yako nzuri, kijua sadaka hii itasaidia na watu ambao maeneo ambayo redio hii haifiki. Kama sasa hivi hatufiki Namanga, kuna sehemu za Mererani hatufiki, pamoja na kwamba Mlimani tunafika. Kuna sehemu nyingi ambazo hazifiki. Moshi mjini hatufiki, lakini Kibosho tunafika, lakini Rombo tunafika. Hapo katikati kuna sehemu hatufiki, lakini Kigoma tunafika. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo bado hatufiki, lakini tunatamani tufike kila mahali. Kwa hiyo kama una sadaka yako mahali hapo, na najua kwamba unayo, kamata simu yako. Una milioni yako, una 500,000 yako, una 50,000 yako, una 20,000 yako, una 10,000 yako, una 5,000 yako. Hakikisha unakamata hiyo sadaka ambaye ni sadaka ambaye ni bora, sio kilema mbele za Bwana. Nami ninaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaingia patakatifu pako tena kwa mara nyingine kwa damu ya Yesu Kristo, nikiwa nimebeba sadaka hizi ambazo ziko kwa watu wako walioko mahali hapa na wale wanaonisikiliza kila mahala duniani. Ninainua sadaka hii mbele zako Bwana, maana ni wewe uliyesema kila mbegu ni mbegu ndani ya mbegu yake yenyewe. Nami ninaileta mbele zako Bwana. Sadaka hii kanene kama ile ya sadaka ya Yesu Kristo, ambayo haina malipizi ndani yake, bali ina ukombozi na neno imekwisha. Nami kwa mamlaka ulionipa na mafuta ulionipaka jioni ya leo, ninatangaza baraka juu yao, ninatangaza mafanikio, ninatangaza njia mahali ambapo hakuna njia, ninatangaza jangwa kutoa maji katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza afya na uzima kuanzia katika utosi mpaka katika unyayo katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukawe mzima, pokea uponyaji wako, pokea afya yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi namba zetu za sadaka ni 0768 12 Nitarudia tena, namba zetu za sadaka ni 0768 12 na jina litakalojitokeza ni Calvary Assemblies of God. Kwa hiyo tuma sadaka yako sasa hivi kabla hujasahau, maana ukishaanza kushika mambo mengine utasahau. Kamata hiyo simu yako, tuma sadaka yako, nami natangaza baraka juu yako. Basi moja kwa moja
kipindi hichi kitarudiwa saa 6 kamili usiku kwa Radio Yawe FM 104.9. Marudio ya kipindi hichi ni saa 6 usiku. Saa 6 kamili kipindi hichi kinakwenda kurudiwa Yawe FM 104.9. Kwa hiyo kama unataka kuomba tena, basi utawasha radio yako Yawe FM 104.9 na utasikia kipindi hichi. Lakini pia nataka nikukumbushe tena kwamba siku ya Jumapili tutakuwa tuna ibada ya uponyaji. Siku ya Jumapili leta wagonjwa, haleluya. Leta wagonjwa, saka kila nyumba yoyote utakayekuta mgonjwa wewe mlete siku ya Jumapili. Na mimi nataka nikuhakikishie kwamba huyu Mungu aliye hai atakwenda kutenda, atakwenda kufanya. Hakikisha unawaleta wagonjwa katika ibada zetu. Ibada ya kwanza ni saa 12 kamili asubuhi. Ibada ya pili ni saa 4 kasorobo. Mungu akubariki, ninakupenda. Tukutane tena ule muda ambao tunakutana kama ilivyo desturi yetu. I love you so much. Karibu Jesus Power Miracle Center, Sombetini, Arusha, kwa Askofu Mkuu Danstan Maboya na mchungaji kiongozi Bishop Dr. Jennifer Comack. Karibu Jesus Power Miracle Center, Sombetini, Arusha, kwa Askofu Mkuu Danstan Maboya na mchungaji kiongozi Bishop Dr. Jennifer Comack.